Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Mei 9 mwaka 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi kuu na kufanya maamuzi yafuatayo. Katika mechi namba 169 kati ya Simba dhidi ya Yanga, ambayo mechi hiyo walitoka sare ya bao 2-2, klabu ya Yanga imepewa onyo kali na kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam kuelekea kwenye mchezo tajwa hapo juu Mei 3, 2026. Yanga iliwasili uwanjani saa 10:35 alasiri badala ya saa 10:30 alasiri, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. Adhabu hii ni kwa mujibu ya kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Yanga pia imetozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 kifungu cha 7 cha ligi kuu kuhusu vyombo vya maamuzi. Pia meneja wa Yanga Walter Harrison amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chama kwenye mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 45 kifungu cha pili 2.1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa makocha na maofisa wengine wa ufundi. Pia shabiki wa Yanga aliyetambuliwa kwa jina la Mohamed Ali Mposo, ambaye alikuwa akiambatana na maofisa wa ufundi wa klabu hiyo, amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kucheza wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika, kitendo kilichoashiriwa kwamba ni imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 kifungu cha pili cha ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Tuambie, una maoni gani kuhusu faini hizi zinazozidi kutolewa na bodi ya ligi, na je, Yanga kupewa adhabu hii wamestahili kupewa kweli? Pia usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoziweka.